Bwana anashangaa sana kwamba aliambiwa she needs him. Anasema oh my God, she said she needs me. Oh my God, Kizungu bana. Oh my God, she said she needs me. Baby come dance with me. Anaitwa Dreamy akiwa anatufungulia mlango mmoja mkubwa sana. Imegonga 2 na dakika 15 majira ya Afrika Mashariki. Tuko live katika mtandao wetu wa Facebook pale. Shukrani sana popote ulipo bwana, karibu katika Chipkizi za Kaya. Hivyo ndivyo tunafanyaga. Saluti ni ishara kumaanisha hapa laliki hapa kaliki. Hii sio ile ya kupiga miguu. Unajua saluti wakati wote watu wanapiga anga miguu ba au sio? Lakini hii ukipigiwa hivi jua hapa laliki hapa kaliki, ndio gari ndio people lime chana mawingu hivi. Jeshi la mtu mbili. Jeshi la mtu mbili. Tuko tupata live ndani ya pindi la Kizazi Chipkizi za Kaya. Ikiwa na MC Mboko. Na mwana fahamu Captain Louis. Bwana pipa ndo linainuka hivi. Alafu kitu ambacho tunaambiaga abiria ama wakiwa kwenye ndege wanaitwa abiria bado. Ni abiria tu. Kwenye ndege bado ni abiria. Basi kama vipi wanafaa kufunga mkanda. Tuchane mawingu bila wasiwasi mpaka mida saa 6 pale. Kama kawaida bwana tunakuaga na kuamka vizuri. Tukisema kuamka ni wale ambao wameamka sasa hivi wakeshe. Lakini wale ambao wameshinda tunaendelea, yani yente aluta watakuwa kina nani ambao wanaamka sahihi. Hii inaitwa aluta bro. Kuna watu jana walisheshe sana, au sio? Jana watu walisheshe sana, watu wamelala saa 5. Ndio mtu anaingia kwa nyumba akistaga. Lakini silikuwa Madaraka ni leo ama ilikuwa inakeshewa jana? Sasa si wajua, ngoja nikwambie. Kwa watu kama kina Mwambegu walianza Friday. Wajua Madaraka imechanganyikana na birthday. Alisema birthday inaenda mpaka mwisho hii wiki. Na hivyo basi na maana pia kesho yuko off. Alafu anapiga mwingi pia kesho. Kwanza kesho ndo siku officially ya Kenya kwa siku ya Madaraka. So Mwambegu alianza Friday. Alitoka hapa alipomaliza yaitwaje ile mseto. Alimaliza mseto kitu saa 10 hivi. Maana mimi nikirudi kutoka nyumbani lunch ile nikirudi saa 10 nilikuta kulikuwa saa 10 na hivi nilikuta Mwambegu ashapotea, ashalost, amefanya paka jicho. Yaani mwanangu akitaka kwenda epe anaweza fagia paka hii ofisi na akaipiga deki. Yaani weekend anahakikisha anaanza mapema sana. Nakwambia by the time mimi saa 10:30 naanza bubujiko hapa. Mwanangu alikuwa ashaingia mjini. Alikuwa ashaingia mjini, ashavuka feri kitambo. Nawapatia saluti sana wale Kizazi Gen Z. Ona mtu kama huyo. Friday amekesha. Ameingia nyumbani kama saa 2 saa 3. Ndio. Amelala siku nzima. Ameamka saa 12. Anarudi tena. Ametafuta chakula, anatoa loki kwanza. Alafu anapiga mwingi kwenye chakula. Alafu sheshe linaanza tena. Hiyo ni Jumamosi usiku. Anakwenda paka Jumapili saa 5 mchana. Maana hiyo Jumamosi lazima kulikuwa na kuchonga juu yake. Anaupiga paka saa 5 mchana. Akishapiga paka saa 5 mchana anaenda analala. Akilala bro anaamka saa 1 usiku. Ndio anaamka. Akiamka jambo la kwanza anaangalia hakuna tonic. Alafu unajua mtu akiwa na pesa anunuagi tonic. Anaingia Wines and Spirits, ama pengine aliingia na mzinga ukiwa nusu. Anatia pale na soda water pale, ama anatia pale na energy na nini. Anashtua. Akishashtua kitu kimeinuka tayari kinauliza tunaenda wapi. Ngoma inaelekezwa kwa mamantilie pale ama kwa hoteli. Anapiga mwingi pale masupu nini na nini na manyama. Huko simu zinatembea wapi na wapi. Kwa hivyo kuna mtu sasa hivi ndio ameanza, yani ndio anachangamka. Inakubalika. Unajua kama nguvu uko nazo utafikia wakati kuna ule muda mpaka mzazi wako anakuambia pia sisi tulikuwa huko. Lakini sasa sisi tusipofanya tutawaambia nini watoto wetu? Bwana mimi ndio mwambiaga bro. Wakati wako haujafika hata nusu yangu. Tulipiga mwingi. Mimi nilikuwa nikilosti napiga siku 3-4 sionekani. Yani nikitoka Friday kwa nyumba mamaza ananiona Monday saa 12 na change naenda kazini. Na hiyo Monday pia nimeingia niko maruweruwe na nishatoa loki pia. Unaona kwa hivyo mwanangu bado ongeza volume. Mimi mwanangu weekend yako imekuwa vipi? Mimi weekend yangu ilikuwa kutulia tu pale magetoni. Tukingoja Madaraka Day pale ifike. Umeiona Madaraka Day? Lakini Madaraka Day mimi kwangu nimepatia kwa nyumbani kutoka pale magetoni kwa sababu ya mvua, lakini nilikuwa nikipitia tu kwenye mitandao ya kijamii. Orezo yuko Raila Odinga Stadium kule Homa Bay County. Sasa nilikuwa nikifuatilia tu katika mtandao ya kijamii ni kuangalia tu kunaendelea nini.
Na so far umefanyika, naona mambo yamekuwa vizuri sana. Very true. Yeah, mambo yamekuwa vizuri. Sijui ukiangalia ile stadium ilivyopambika na hapa kwetu ukilinganisha unaonaje? Sisi tuko juu. Kweli? Yeah. Mimi naona ile stadium baba wameipamba. Bado. Mimi naona wameipamba kichizi. Unaona hii yetu ya Kwale. Mimi mwenyewe si stadium yenyewe yetu ya Kwale iko juu. Yeah. Lakini mapambo sasa. Wachana na wale jamaa wamepamba bwana. Kupamba na wapambe, lakini hii yetu iko na hadhi nyingine hali ya juu sana. Stadium yetu alhamdulillah. Kwa sababu zote nimeziangalia, lakini venye niliangalia na yetu at least yetu iko juu. Yetu iko juu. Yetu iko juu. Lakini maandalizi yalikuwa vizuri pale. Nasikia kuna watu waliingia jana usiku. Mwanangu kule hapo. Pale niko Wajaluo rafiki yangu. Asubuhi. Pale niko Wajaluo. Ndugu zetu Waluo achana nao ikifika wakati wa kuonekana. Hapo achana nao. Tunaambia wale jamaa sio koti ni kabila, ile ni lifestyle. Wala kuambia they don't drive, they don't move, they locomote. Waliingia kama saa 10. Wako pale tayari. Na shughuli ni kesho. Nakwambia mimi siwezi enda kulala. Lazima nikae hapa mpaka ile asubuhi. Amba baba yuaja. Unajua shida yaani yule baba kule kwao alifinish kumalo kabisa. By the way, ilipokuwa pa Kwale ile ilikuwa ni Mashujaa last year. Right. Huo msongamano last year ama this year? Ilikuwa this year. Nafikiri ilikuwa this year. Ni juzi tu vibanda vimebomolewa. So nilipata kuwa kuna msongamano sana. Mimi mwenyewe nilikuwa mmoja wao kurauka. Saa 9 usiku watu tayari wako hapa. Mimi nakumbuka hiyo mida nami pia nilikuwa napeleka biashara, maana mimi nilipiga biashara nje pale. Mimi nilipiga biashara kutoka stadium nje tu. Nilikuwa na biashara yangu pale, piga na watoto wangu, mambo yalikuwa bien. Lakini haukufika mapema kwa sababu wale watu ambao walikuwa ni waingie ndani. Mimi niliingia, nilirauka mida saa 11:30. Maana kumbuka kukipambazuka tulikuwa kwenye kifoleni hapa kinachotoka Kwale High. Tulikuwa kwenye foleni hapa, magari yalikuwa yamezuiliwa, maana barabara zingine zilikuwa zimezuiliwa, barabara ilikuwa moja ile. Naam. Ilikuwa ni siku nyingine amazing zaidi, lakini cha muhimu ni kuwa shughuli hizi zinapofanyika hususan wasanii wanapopata nafasi. Mimi huwa nachukulia ni jambo bora zaidi pale nje. Napokuta wasanii wamepata platform kama zile, unapata kuna watu bado katika ile talanta yao wana uwezo wa kupata kitu. Alafu mnamna wao wanapokea kitu. Of course lazima apokee kitu. So mimi nakuta hizo ni sherehe nyingine ambazo zikiletwa huku pia tunaamini wasanii wetu na vipaji vyetu pia bado vinaweza kuenukia pale. Bwana, mimi weekend yangu imekuwa poa. Tukianza na Ijumaa ilikuwa bonge la kesha. Nafikiri unasikia sauti kidogo imekorogeka. Kwa hivyo nilipiga Ijumaa kesha, tukamkia Jumamosi. Jumamosi kuanzia mida ya saa 8 kawaida huwa ni prayers mpaka saa 12 saa 1. Na leo pia tumekuwa church muda karibu wote tumetoka kima mida saa 8 pale. Kwa hivyo mimi naweza sema weekend yangu yote nimededicate kwa Mungu. Yani ni kama nalipiza zile nyakati ilikuwa ni kila sheshe sasa hivi. Silikuwa napiga siku 3 zote nje. Sasa hivi napiga siku 3 zote nikiwa kanisani na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Amen. Lakini kuna swala mwanangu, nataka tukishika simu za kitaa wanangu waniambie. Rais amesema kuna bilioni 5. Bilioni 5 ambazo nafikiri maanisha zimeachiliwa. Na bilioni 5 hizi vijana 100,000 watapewa kila mmoja 50,050 ili waweze kufungua biashara ndogo ndogo za kujiendeleza. Wacha kwanza kurudi tu nyuma. Kulikuja mradi ambao unaitwa Nyota Project. Nyota Project ni mimi mwenyewe niliapply by the way, kwa sababu ni mradi mwanzoni, tuseme wakati wa uhuru kulikuwa na kitu inaitwa KEOP. KEOP pia ilikuwa ni mradi ambao ulikuwa umelenga vijana. Huo wakati sikupata nafasi ya kupata ile hela, lakini niliapply, lakini mishemishe zikadunda. Lakini huu mwaka pia tumeona Nyota Project imekuja, watu wameapply, mpaka naona huu mwezi ndo nitaelekea kuisha, but sijajua huko mbeleni kama kweli itakuwa ni hiyo. Naamini basi pesa itakuja. Tuombe Mwenyezi Mungu. Sijui msikilizaji analipi la kuongea kuhusiana na hii issue. Though kwenye Chipkiza tunaga mambo ya siasa. Chipkiza tunaga mambo ya siasa. Kwa hivyo usilete siasa. Wewe sema tu maoni yako kama mwananchi kiuwepesi. Unaoneaje gumzo la rais leo alipoongelea kwamba kuna vijana 100,000 na kila mmoja atapewa shilingi 50,000 kama mtaji wa kuanzisha biashara.
Kitani nambari za simu ziko wazi mwanangu, ambao ni 0702931931 ama 0702949949. Alright, kwenye SMS 0702885885. Tuwasiliane chini ya maji wakati DX kutoka kwa King Tembo inakaa mkujo. Na niite mwanamfalme Captain Louis MC Mboko, sauti ya Gen Z. Kama kawaida tunasemaga hapa laliki hapa kaliki. For you anything SKT King Tembo. Hello dear